Kabla ya tafsiri, kabla ya vitabu vya Kiswahili, kulikuwa na macho yaliyosoma Qur'an, lakini mioyo mingi haikuelewa maana yake. Walitamka aya, lakini hawakuonja ladha yake. Na katika kimya hicho cha kutamani kuelewa, Allah akamchagua mtu mmoja. Mwaka 1912, katika ardhi ya Zanzibar, kisiwa kilichojaa historia ya elimu na Qur'an, alizaliwa mtoto. Hakujua kuwa siku moja atakuwa daraja kati ya mbingu na lugha ya watu wake. Jina lake lilikuwa Sheikh Abdullah Saleh Farsi. Alikulia katika nyumba iliyojaa Qur'an. Alikuwa akisikia sauti ya tilawa kabla hata hajajua ukubwa wa jukumu lake. Lakini ndani yake kulikuwa na huzuni ndogo. Kwa nini watu wake wanasoma Qur'an lakini hawaielewi kikamilifu? Swali hilo halikumwacha. Alisoma kwa bidii. Alitafakari tafsiri za Kiarabu. Alizama katika bahari ya elimu. Lakini tafsiri ya Qur'an si kazi ya kalamu tu. Ni kazi ya roho. Ni mzigo mzito. Ni amana. Kila neno lilihitaji hofu ya Allah. Kila aya ilihitaji uaminifu. Kila tafsiri ilihitaji machozi ya dua. Na kisha akafanya kile ambacho wengi waliogopa kufanya. Akaanza kutafsiri Qur'an kwa Kiswahili. Sio kwa umaarufu, sio kwa sifa, lakini kwa mapenzi ya kufikisha nuru. Kalamu yake haikuwa tu kalamu, ilikuwa daraja. Daraja kati ya Kiarabu cha wahi na Kiswahili cha watu wa pwani. Katika vijiji vya Pemba, katika misikiti ya Mombasa, katika madrasa za Dar es Salaam, watu wakaanza kusoma na kuelewa. Aya zikaanza kuingia moyoni kwa lugha yao. Machozi yakaanza kutiririka kwa kuelewa. Maisha yakaanza kubadilika. Hakujenga manyumba, hakutawala nchi, lakini alijenga kitu kikubwa zaidi: uelewa. Alifungua milango ya tafakari kwa maelfu, na kila mtu aliyesoma tafsiri yake aliunganika moja kwa moja na ujumbe wa Allah kwa lugha yake. Miaka ilipita, na mwaka 1982 Sheikh Abdullah Saleh Farsi akarejea kwa Mola wake. Hakukuwa na kelele za dunia, lakini mbingu zilijua thamani ya kazi yake. Kwa sababu Qur'an aliyosaidia kuielewesha bado inasomwa leo. Kila aya inayogusa moyo wa Msomali, Mswahili, Mtanzania, Mkenya, kuna sehemu ya juhudi yake ndani yake, na thawabu inaendelea kumiminika. Hakufa tu kama mwanazuoni, aliondoka kama mtumishi wa Qur'an, na jina lake limebaki kama alama ya nuru katika historia ya Waswahili. Kwa sababu baadhi ya watu huishi na dunia inawasahau, lakini wengine huishi kwa ajili ya Qur'an, na Qur'an inawahifadhi milele.